Leo nataka niwaambie jambo moja. Wanasema mbiu ya mgambo ikilia kuna nini? Leo tumekuja hapa kuwapa habari watu wa Mombasa. Miezi kadhaa iliyopita tuliambia Wakenya ya kwamba William Ruto anauza Jomo Kenyatta International Airport kwa mtu anaitwa Adani. Tukawaambia anauza KETRACO, ile kampuni yetu ya stima. Wakenya wengi hawakuamini. Lakini baadaye Ruto mwenyewe akaanza kusema hata huyu Adani si mbaya, ametengeza sijui India, atatengezea hapa. Sisi tukamwambia Adani ni mwizi, amefukuzwa kule Sri Lanka, amefukuzwa huko Sydney, hata kwao India amefukuzwa. Baadaye tukaenda kotini tukamsimamisha. Leo twaja Mombasa kuambia watu wa Pwani. Tumemsikia Ruto akiongea na viongozi wa Pwani wiki hii imepita. Amewaita kwenye Ikulu na amewaambia bandari ya Mombasa yatupa bilioni 6 peke yake. Haitoshi. Hii bandari inaweza kutupa bilioni 60. Na tukaanza kuona ile dalili. Wanasema dalili ya mvua ni nini? Yaani wanasema fisi akitaka kula mwanawe kwanza anamwambia anaanza kunuka kama mbuzi, si ndio? So William Ruto ameanza kuonyesha wazi ana mpango na nia ya kuuza poti yenu ya Mombasa. Na tunajua ile deal alipanga na Adani, alipangia kule Dubai. Hii deal pia amepanga akiwa Abu Dhabi, anauzia Waarabu poti yenu na hajawahusisha ninyi watu wa Mombasa. Amewauliza kweli? Kwa hivyo tuambia bwana William Ruto, as we told you about Adani, tukiwa hapa Changamwe Mombasa tunakwambia ukijaribu kuuza hiyo poti ya Mombasa bila idhini ya watu wa Mombasa na watu wa Kenya, haki ya Mungu tutakusimamisha mahakamani. Sawa sawa? Mnakubali tumsimamishe? Kalonzo nami ni mawakili, tumesema tuko tayari, we have evidence. Ile Ruto tayari ashapanga njama ya kuchukua hii poti. Na sio tu bandari ya Mombasa. Watu wa Pwani akimaliza na bandari ya Mombasa, hata ile ya Lamu, poti ya Lamu hako anaipangia. Wakenya wengi wamepoteza imani na huyu mtu aitwa Ruto. Utafiti umeonyesha juzi 75% ya Wakenya hawana imani na serikali ya Kenya kwisha. Lakini tumetembea huko Western yote, tukiwa na ndugu yangu huyu Senator Onyonka, tukiwa na ndugu yangu Cleophas Malala, kutoka Kisii hadi Kitale, kaunti zote hizo watu wamepoteza imani na hii. Wamesema Ruto ni one. Tumetembea Ukambani, Kitui, tumekuwa kule Machakos, Makueni jana. Ukambani wamesema Ruto ni one. Mmesikia Rigijia akisema Mlima yote 10 counties wamesema Kasongo ni one. Tumeambiwa hapa Mombasa tu ndio ninyi hamjaamua. Changamwe mumeamua? Mumeamua hamjaamua? Mumeamuaje? Ruto, Zakayo, Kasongo, hebu nione mikono unasema acha. Ni sababu tusema hivyo, huyu jamaa alikuja akisema yeye ni mtu wa bottom up. Mkafikiria atainua watu wa chini, mama mboga, boda boda. Akasema eti pesa mfukoni. Kile hakuambia watu wa Mombasa ni mfuko wa nani. 2023 akatoa pesa kwa mifuko yenu akaongeza ushuru. 2024 akatoa pesa mifukoni mwenu akaongeza ushuru. 2025 imebaki karibu wiki mbili hivi, anataka kuongeza ushuru tena. Leo tuko hapo kuomba watu wa Mombasa mjiunge na hii team, twende tukomboe Kenya. Na the only way ni kuambia William Ruto aende wapi? Kasongo asonge wapi? Mtajiunga nasi jamani? Tumalize ufisadi, tumalize wizi. Na leo nataka niwaambie katika bara la Afrika, yule rais ameorodheshwa juzi kuwa mfisadi kuliko marais wote, anaitwa William Samoei Ruto. Dunia nzima ameorodheshwa kuwa the second most corrupt president globally. Yule anamshinda tu ni rais wa Syria aitwa Assad. Na Assad ametumiliwa ameenda. Kwa hivyo rais wenu wa Kenya ndio nambari 1 dunia nzima mfisadi kabisa. Ninyi mnakubali huyu mwizi mfisadi aendelee kuwa rais wenu? Mumesema aende asiende? For corruption to end in Kenya, Ruto must.
For tribalism to end in Kenya, Ruto must. For plunder of public assets to end, Ruto must. Asante, Mungu awabariki. Wow, umesikia Wachangamwe? Nataka ni washukuru sana. Coordinator wetu wa chama mama, nilimuona mama, nilimuona mahali kwa, ako wapi wewe mama? Millicent, mama Millicent hata aliingua kwa pikipiki. Tumpigie makofi mama Millicent. Lakini nataka kwa niaba yake na mama Mheshimiwa Wanjiku Muhia kutoka Kipipiri amejaribu kufika Mombasa. Thank you. Changamwe hoye! Changamwe hoye! Harambee! Sisi sauti ya kina mama tunasema Ruto ametoa linda mama akaweka linda ng'ombe. Hapa Changamwe ni akina mama wako na ng'ombe ni wangapi? Kuna akina mama wako na ng'ombe. Mama mwenye ng'ombe hapa Changamwe mkono juu. Mama hana ng'ombe mkono juu. Kwa sababu ya kutoa linda mama tunasema Ruto must. Kwa sababu ya kuharibu masomo tunasema Ruto must. Kwa sababu ya ufisadi tunasema Ruto must. Na kina mama ndiye kiboko yao. 2027 Ruto ni one term, one way. Thank you so much. Ngoja tumsikilize Mheshimiwa Wandeto kutoka Nyeri Tetu. It's almost there. Mheshimiwa Wandeto, nangetaka Mwafrika na wewe uzungumze. Changamwe! 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 Kwanza nawaletea salamu kutoka Nyeri. Pale sisi tunasema ni ninataka kuachanua kidogo kwa sababu sisi tuko na experience ya huyu Kasongo. Kwetu alikuwa amepiga kambi wakati wa ile uchaguzi ingine, mpaka akatuambia hata tutiandikiane mahali yeye ni mcha Mungu. Lakini baada ya mwaka mmoja akatuacha kwa roundabout, akafukuza mtoto wetu Rigathi Gachagua. Mimi nataka kuwapa onyo, huyu Kaongo ni muongo kabisa, mnanisikia? Kwa hivyo akikuja kwenu na mambo ya broad base mkatae. Mumwambie nyinyi mnataka one? Mwambie mnataka one? Asanteni sana. Harambee! Thank you. Harambee! Asante sana. Mheshimiwa Mwafrika ni mjumbe wa Roysambu Nairobi. Kwa niaba watu wa Nairobi sema jambo ama Mheshimiwa Gakuyu hajaongea kweli all the way. Haya, watu wa Changamwe harambee! Okoa Pestrip, okoa barabara, okoa hospitali, One time. okoa elimu. One time. Harambee! Harambee! Asanteni sana watu wa Asante Changamwe. Mheshimiwa Gakuyu kutoka pia Embakasi. Babu wenu ndio hawa. Haya Gakuyu. Thank you. Haya, Changamwe sasa ngurua mkono tusalimiane hewani. Haya, mpokee salamu kutoka Nairobi. Mshapokea? Basi huu mnaita Kasongo, mimi namuelewa vizuri. Kule kwangu amepora eka 1000 ya kaunti ya Nairobi kule Ruai. Uhuru akarudisha, yeye amechukua kibali, ameiregesha kwake. Hiyo ndio shamba ya kwanza, tutanyang'anya yeye serikali ijayo. Tunakubaliana? Amerudi, amepolea wa Nairobi manyumba kwa wote area za maji. Yeye anataka kujenga manyumba yake inaitwa affordable housing, kule amepomolea watu manyumba. Ni kama wale ambao wamepomolea ni wa Somali, anajengea wa Kenya. Tunamwambia wewe William, kwanza uweze kukubali kwamba utimize ahadi ya mahakama. Mahakama ilipeana ahadi kwamba watu walipo ridhaa. Wewe hujalipa wenye manyumba ulipomolewa. Kabla ujenge manyumba, lipa wenye manyumba pesa yao. Huyo mtu unajua historia ya Weston. Weston alipora. Sasa hivi anasema Weston ilipwe pesa. Tunasema kama kuna mtu wa kupora mali, huyu ni namba 1. Umesikia amepora msitu wa Nairobi wa Ngong.
amepora msitu ekari zaidi ya 2,000 anajenga mahoteli. Mtaruhusu Mkenya namna hiyo? Mumeona yeye akipiga marisasi watu kule Kipsigis, watu watoka kwa mashamba. Sasa tamaa ya rais kama hiyo, tunasema muhula ni moja na hakuna mbili. William one term. One term. One term. One term. Asante.